Mambo vipi mdau? Karibu tena ndani ya Story na mimi, kijiwe chako cha simulizi kali na siri nzito zinazosisimua. Leo nimekuletea mkasa mmoja wa ajabu. Usibanduke, twende kazi. Kuna hii familia moja ya kitajiri sana. Mume anaitwa John na mke anaitwa Margaret. Wanaishi na mama mkwe wao ambaye kiukweli ni mnyanyasaji wa kimya kimya. Hafanyi yale manyanyaso ya kizamani ya kumfanyisha kazi ngumu Margaret, hapana. Yeye anajifanya kumpenda Margaret, lakini kwa ndani ana chuki kali. Anahakikisha Margaret ananyenyekea kiasi kwamba hata wewe unayesikiliza ungetamani umzabe Margaret kibao kwa unyonge wake. John, yeye muda wote yuko bize na kampuni yake, ni wale wanaume wanaowaogopa sana mabosi zao. Margaret anajitahidi sana kuvumilia ili mume wake na mama mkwe wawe na maelewano mazuri. Siku moja, maisha yao yanabadilika kabisa baada ya mtoto wao wa kiume kufariki kwa ajali ya gari akivuka barabara. Hilo tukio linamfanya Margaret kuwa na trauma kubwa. John naye anaanza kuwa mbali na mkewe. Anahamia hadi hotelini akidai ana kazi nyingi, lakini kumbe anaanzisha mahusiano ya siri na sekretari wa mama yake. Margaret, katika jitihada za kuokoa ndoa yake, anaenda hotelini aliko mume wake na kupamba chumba ili kufanya tendo la ndoa na kupata mtoto mwingine. Lakini John anamfokea na kumfukuza, akidai amemkera na kumharibia hali ya hewa. Margaret anatoka kwa aibu. Siku nyingine, Margaret anagundua usaliti wa mumewe baada ya kuwafumania John na yule sekretari wakibusiana ofisini kwao nyumbani. Maumivu yanazidi, lakini sekretari huyo ambaye kumbe alikuwa rafiki wa utotoni wa Margaret, anamwambia ukweli kwamba mahusiano yao yalianza tangu mtoto wa Margaret alipofariki. John naye badala ya kuomba msamaha anamwambia Margaret, futa kwenye akili yako, tuendeleze tulipoishia. Huku kukiwa na hayo yote, anatokea daktari mmoja anaitwa Kelvin. Kelvin na Margaret wanakutana mara kwa mara kwenye mazingira tofauti, na Kelvin anaanza kumpenda Margaret na kumfariji. Lakini hapa ndipo siri nzito ilipo. Kelvin ndiye aliyemfanyia operation mtoto wa Margaret na John, na kwa bahati mbaya mtoto huyo akafariki mikononi mwake. Kelvin anaishi na hatia kubwa moyoni, lakini bado anaendeleza ukaribu na Margaret bila kumwambia ukweli huo. Sasa tujiulize, kama ungekuwa wewe Kelvin, ungepata wapi ujasiri wa kumtazama na kumchekea mwanamke ambaye unajua kabisa ulihusika na kifo cha mwanae? Je, ungeweza kuendeleza mahusiano naye huku ukimficha siri hiyo nzito? Hebu niambie, unaanzaje kumpenda mwanamke ambaye unajua fika mikono yako ndiyo iliyoshindwa kuokoa uhai wa mwanae? Na Margaret akijua hili, unahisi atafanya nini? Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili usipitwe na mwendelezo wa visa kama hivi vyenye kusisimua na kufunza. Tukutane kwenye video ijayo. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Kwa heri kwa sasa.